Today, Dr. Fred Oking Matiang'i responded to William Samoei Ruto. Sasa kuanza kutoa matusi, kuongea vile mimi ndakula nini na sikuli kwa bibi yako. Sasa we become so low. I mean, I don't understand. When did we think hata watoto wetu na vijana wetu wakituona eti hayo ndio maneno commander in chief unaongea? Aibu. William Samoei Ruto said something, just attacked on opposition, said something on opposition. And if ujasikia, this is what William Samoei Ruto said. Kwanza, wacheni kula chakula mingi. Tumbo karibu inapasuka, kichwa karibu inapasuka. Munalala kwa mkutano mchana, hata hewa munaharibu. Kwendeni kabisa. Bure. Matiang'i actually responded. William Samoei Ruto, vile umemsikia, he didn't specify ni nani huyo amekula sana, nani huyo akona kichwa kubwa yenye nani huyo akona kichwa kubwa yenye karibu inapasuka, nani huyo akona tumbo kubwa mpaka shati zinararuka. He didn't specify nani huyo amelala, but of course I think you had somebody in mind. But I have a question to Fred Matiang'i. Fred Matiang'i responded, but actually I like the way he responded. That was a bit presidential. But I don't think William Samoei Ruto, the language he used yesterday was presidential. But that aside, why? Mbona Fred Oking Matiang'i may respond, yet hakuwa attacked directly? Does it mean that that description zilikuwa za Fred Oking Matiang'i? Listen to Fred Oking Matiang'i responding to William Samoei Ruto. Hey, y'all, come look at this. Mimi sijui kwa nini unasumbuka vile nakula, kwa sababu mimi sikuli kwa bibi yako. Ucha niona nikienda kutafuta chakula kwa bibi yako ama kwa watu wako. Mimi nakula ndizi kule Kisii kwetu na ugali. Poor man picking. Hey. Sasa kama hiyo ndio inakusumbua, mbona mimi sichakuja kukuuliza wewe mbona umekonda? Now, Fred Oking Matiang'i amerespond to Dr. William Samoei Ruto, akamwambia ya kwamba si chakula si ya bibi yake anakula. William Samoei Ruto aliattack to opposition without specifying anybody. Akamwambia ya kwamba wengine wao wanakula sana, wako na kichwa kubwa, wako na tumbo kubwa, wanalala hata wanaharibu hewa mkutanoni. He never specified anybody. But I have a question. When some politicians use this kind of language, especially the presidency, the president of the country, a symbol of national unity, using this unpresidential language like this, leave alone the title president, but when politicians use this language in their rallies, do they think that they might be attacking watu wenye wako kwa political alignment yake? For example, sometimes I tend to reason this way. The words from President William Samoei Ruto that kuna watu wanafaa kwenda gym. Je, ukiangalia katika timu ya William Samoei Ruto, tunaangalia mwenye anajiita the third in command, Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Fit those descriptions. Ana fit kabisa into those descriptions. Ni mnono, kichwa ni kubwa, karibu na apasuke, according to Ruto's description. Now, unajua nime use those words respectfully. Yeah, with a lot of respect. Kichwa ni kubwa, tumbo ni kubwa, shati inafinywa. Sometimes Musali analala kwa mkutano. So, ni nani asua President William Samoei Ruto alikuwa analenga? Tukiangalia watu kama Aladwa ni mtu wa miraba minne, ni mtu wanafit kabisa katika those kind of description. So wakati wanasikia those kind of words from the president, nini inakuja kwa akili zao? So but they say politics is a dirty game. Politics iko hivyo, is a dirty game. Politics. But anyway, tumesikia Gachagua yesterday, but tumezoea Gachagua, and that is the work of opposition actually. Me, when I hear the whole president uttering the words he used yesterday, sometimes I fail to understand. Yeye ni president wa country bana. Acha
the opposition ifanye kazi kama hiyo, ama achia tu junior staffs. In fact, even the deputy president is not supposed to use those words. The presidency is not supposed to use those words. Achia ma MCA, ma member of parliament watumie those kind of language. That is not presidential, but ni siasa. But ukiangalia pia vizuri, ukiona taifa kama America, sometimes the presidential candidates wanatumia words kama hizo, wanatumia majina maajabu. Probably this guy are copying, but we are Africans. Africans should remain our business. This language we have heard today is not presidential. Tuliona Gachagua yesterday, but amezoea tu kumattack. Yes, amezoea kabisa. But this is not the first time Ruto, the president. Okay, I'm not attacking Ruto as a person, but I'm targeting the presidency with the kind of respect hiyo seat, with the kind of respect hiyo seat inafaa kukaa coded. So this is not the first time. Kuna time President Ruto ameataki Kalonzo Musyoka used to eti nywele ijamea kwa kichwa, nywele imepotea, eti ni bure kabisa. So but politics imechacha kabisa. A few months to general election in 2027, expect a lot. Leo ni kionjo tu na tumeona. But Fred Okengo Matiang'i responding to William Samoei Ruto, I think that was unnecessary, but it's okay. Though I like the way he responded, so respected. Yeah, he maintained. Yeah, he gave the respect he deserved. Like, at least alikuwa na respect. But responding to the president that tunakula, mbona unalalamika, that was like, he felt like he was the one the president was attacking. And of course, yeah. Of course, yes. The president was targeting Fred Matiang'i. So leo President Ruto alitarget Fred Matiang'i, ndio alikuwa ameita analala mkutanoni. Of course, picha zake Fred Okengo Matiang'i zilionekana kwa mtandao ikisemekana ya kwamba Fred analala mkutanoni. Fred Okengo Matiang'i maybe among the united opposition principles, because the president haezi attack mtu ako chini hivi. Ni ako na kichwa kubwa, wanamuita Nyamboto. Nyamboto akorukwa. Ni ako na tumbo kubwa, but ni body size ya mtu. I don't think it's right kutumia body parts ku attack each other. Why can't they attack each other using sera, development, track record? Like, why can't the president say, this is what I've done, I'm doing this and this, I do this and this, the other guys are not doing anything? Mbona imekuja mpaka ikakaa sasa ni body parts, nani amenona, nani hajanona, nani akona masikio kubwa, nani hana masikio kubwa, nani amekula sana, nani anahitaji gym? Yo, can I say? But anyway, I don't know, maybe you can give your views in the comment section below. See you in the next video. This is Goosey TV. My name is SC Born.